Bwana asifiwe na wasalimia katika jina la Yesu Kristo. Na tunaenda kusoma neno la Mungu katika Waefeso 2 mstari wa kwanza. Anasema hivi: nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema kwamba nanyi mlikuwa wafu, mlikuwa mmeshakufa kwa sababu ya dhambi na makosa mlikuwa mnatenda, lakini Mungu akatupatia neema, akayafuta makosa yetu. Na ndio maana tunapaswa kumshukuru Mungu katika kweli, maana tulikombolewa naye. Mstari wa 8 panasema hivi: kwa maana mmeokolewa kwa neema, kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu. Bwana asifiwe. Tulipata neema, ndo tukaokolewa na nani? Na Yesu Kristo. Si kujidai, kusema kwamba eti nguvu zangu ndo ziliniokoa. Hamna, la hasha, bali ni upendo wa Mungu. Watu ambao wanamwamini Yesu na wameokolewa kweli, ipo siku watamuona. Amen. Tumeokolewa na Yesu Kristo, si kwa nguvu zetu, si kwa fedha, la hasha, bali ni upendo wa Mungu. Amen. Ni upendo wa Mungu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema. Tuliokolewa kwa nini? Kwa neema. Je, Mungu angetuomba fedha, dhahabu ili atuokoe, ingekuwaje? Sasa kwa nini tunajimix na vitu ambavyo havieleweki? Tuachane na hizo njia ambazo hazimpendezi Mungu, tumfuate Mungu, maana ndio yeye alifia msalabani ili sisi tupate uzima wa kuishi. Tumfuate Mungu kwa kuacha dhambi na makosa yote, maana Mungu hapendezwi kuona watu wake wanafia kwenye dhambi. Naomba tumgeukie Mungu. Na mbarikiwe kwa neno la Mungu. Mbarikiwe sana. Amen. Utafanya nini?